The house of Ikochi. Sorry. The death of our brother, he died suddenly. He was not sick, and he was not taken to the hospital. We got the news that he died suddenly. And it's because of God. God gave, and God has taken. May the name of the Lord be glorified. After this history, when we are done with the service here at church, and once we leave here, after we leave the grave site, we get to the where the celebration will take place. There are many things that we'll be able to talk about later. And this is a short brief of the family history, and I will end here. Thank you, and God bless you. We give thanks to the family. Tunashukuru familia. Let's move forward with our program. Tuendelee na program yetu. And at this particular time, na wakati huu, we will invite Pastor Emmanuel Tambwe. Tutaenda kumkaribisha mchungaji Emmanuel Tambwe. And we'll come to share the word of God. Na ataenda kutushirikisha neno la Mungu. Thank you so much. Asanteni sana. Yote yanawezekana palipo Roho, yanawezekana palipo Roho. Bwana, tunakushukuru maana ulituambia tushukuru kwa kila jambo. Ndio ulituambia tuwe tayari kwa wakati unaofaa na wakati usiofaa. Baba, wakati huu ambayo mioyo yetu imeinama kwa ajili ya ndugu yetu, kijana wetu, mtumishi wako Alirosi, Baba, ninaomba wewe Mungu unayefariji, wewe faraja kwa familia na kwa kila mmoja hapa ndani. Maana tunajua wanadamu wana sehemu tu, lakini faraja zako Bwana ndizo faraja za milele. Tunakushukuru kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Asante. Pigia Bwana makofi ya sifa. Let's clap for the Lord this morning. Hallelujah. Najua tuko kwenye huzuni. I know we are all in a sorrowful mood. Lakini tuendelee kujitia moyo tu. But let's continue to encourage ourselves.
Basi sitachukua muda mwingi. So I'm not going to take much of your time. Kwanza kabisa napenda kuwashukuru ninyi wote First, I would like to thank each and every one of you kuja kwa sababu ya ibada hii ya ndugu yetu to come for our brother's service, Alidos. Napenda kushukuru familia sana I would like to thank the family so much kwa ushirikiano mkubwa for partnering very well with kuhakikisha jambo hili linaenda katika utaratibu na kuhakikisha kila jambo linaenda vizuri. To make sure that everything goes well. Napenda kuwashukuru kwa niaba ya kanisa wote waliohusika behind the scene kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa. I would like to thank everyone who also helped on behalf of the church to make sure that everything goes well. Mimi na jambo tunataka niongee kifupi. There's just something I want to say briefly. Alidozi alikuwa ni kijana wangu kabisa. Alidos was my son. Kiroho alikuwa ni mtoto wangu. Spiritually he was my son. Na kwenye familia alikuwa ni shemeji yangu kwa sababu mke wangu na yeye ni Mbongo. In the family it was my in-law because my wife is from the Bongo tribe as well. Na wiki moja kabla hajatuacha alinipigia simu asubuhi sana. A week before he departed us, he called me early in the morning. Na tulikuwa tunaongea vitu kadhaa vya huduma. And was speaking just a few things about the ministry. Kwa hiyo alikuwa kijana na mtumishi ambaye hapa kanisani sisi kama kanisa tulimheshimu sana na najua alikuwa mwimbaji. He was a servant that we honored him here at church. We all know that he was a musician. Na ninajua kabisa kifo chake kimekuwa cha ghafla. We know that his death was sudden. Na maumivu yanakuwa hawezi kuelezeka kwa sababu hakuumwa. So the pain cannot be explained because he was not sick. Lakini nataka tu nikutie moyo asubuhi ya leo. But I just want to encourage you this morning. Kwamba hakuna mtu ambaye ameijua kuishi kesho. That there's no one who's promised to live tomorrow. Kesho iko kwenye mikono ya Mungu. Tomorrow is in the hands of God. Hallelujah. Hallelujah. Kesho ya kila mtu iko kwenye mikono ya Mungu. Tomorrow for everybody is in the hands of God. Benja, can you put the Methali 16:1? Tusome andiko hilo moja. We are going to read Proverbs chapter 16 verse 1. Tasoma Kiswahili kwanza. Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Hallelujah. Amen. Biblia inatuambia kwamba maandalizi huwa ni ya kwetu sisi kama wanadamu. The Bible tells us the plans usually belongs to men. Na ninaamini hapa kila mtu ana mipango ya mwaka huu, ya next week, next month, familia kama ndoa. I believe everyone has a plan for next week. It can be marriage. Lakini But ambaye ana jawabu la mwisho, the person who has the final answer, kwamba utafanya ama utafanya, whether it takes place or not, ni Mungu. it is God. Kwa hiyo tunapopanga, So when we are planning, tunapoishi, when we are living, usisahau hilo. do not forget that. Nimekuwa nikiwaambia kanisa wiki mbili zimepita na ubiri kuhusu vile ambavyo kuna umuhimu wa kuandaa maisha ya baadaye. I was telling the church about 2 weeks ago the importance of planning life after death. Maisha yana sehemu mbili. Life has two parts. Maisha ya mwili, There's physical life, na maisha baada ya mwili. and the life after the body. Maisha ya mwili, The life that we have now, ni temporary. it's just temporary. Ndio maana Mungu anasema, That's why God says, tunapopanga, when we are planning, yeye ndiye ana jawabu la mwisho. that He is the final answer. Kwa hiyo maisha ya baada ya mwili, So the life after we live here, ndio tunasema ni permanent life. and that's when we say that's the eternal life. Inategemea It depends utamaliza mwendo namna gani. how you are going to finish the race. Paul, aliokoka mwaka wa 33. who was born in the year 33. Aliokoka mwaka wa 33. He was born the year 33. Miaka mitatu baada ya kanisa kuanza Yerusalemu. 3 years after the church started in Akiwa kule Jerusalem. Rumi. When he was in Rome, Wakati Mfalme Nero when Nero was the king, alimkamata.
And he captured him. na anakwenda kumuua And he's going to kill him. mwaka wa 68 baada ya Yesu. Year 68 after Christ. Alimwambia mtoto wake wa kiroho Timotheo, He told his spiritual son Timothy, mimi Paulo, that I, Paul, vita nilipiga, that have fought the fight, mwendo nimemaliza, that have na finished the race, imani nimeilinda. and the faith I have protected. Nataka nikutie moyo asubuhi ya leo. I want to encourage you this morning Ndugu yetu amemaliza safari yake. that our brother has finished his journey. Haleluya. Hallelujah. Na tuna imani katika Bwana. And we have faith in Christ Tutakutana naye that you are going to meet him katika uzima wa milele. in life everlasting. Unamalizeje How safari do yako? you finish your race? Haleluya. Hallelujah. Wakati wowote unapokwenda kwenye ibada za mazishi, Anytime you go to a funeral service, ni Mungu anakukumbusha kwamba next ni wewe. God is reminding you, yours is coming next. Ama mimi. Oh mine. Bwana sifiwe sana. Praise God. Na kwa sababu kesho iko kwenye mikono ya Mungu. Because tomorrow is in the hands of God. Hakuna mtu ambaye ameahidiwa kuishi kesho. Because nobody is promised to live tomorrow. Wengine wanalala, Some people sleep haamki. and they don't wake up. Wengine aliumwa ghafla akapelekwa ICU harudi. Some people got sick, suddenly they are taken to ICU and they do not come Wengine back. anaendesha gari, unaona ameinama hivi kwenye usukani, mtu ameenda. And some people are driving their car, you see them just sleeping on it and they're gone. Last year Last year, nimepoteza watoto 8 familia ya Tambwe. Siku moja asubuhi 8 wameenda. we lost 8 children from the Tambwe family. In the morning, they were all gone. Andaa maisha yako ya baadaye. Prepare your life for tomorrow. Haleluya. Hallelujah. Andaa maisha yako baada ya kufa. Prepare your life after death. Magari, Cars, majumba, the houses. ni vizuri kuwa navyo It is good to have them kwa sababu ni Bwana ametuahidia. because it's God who has promised Lakini us. maisha ya baada ya hivyo But life after ni ya that maana sana. is very important. Kama hujaokoka, If you are not born huu ni again, wakati wa kuokoka. this is the time to give your life to Kama ni Christ. maisha matakatifu, So if it is a holy life, huu ni wakati wa kunyoosha maisha yako. it is time for you to live a holy life. Love God, Penda ibada, love worship, penda maombi, love to pray, ishi maisha matakatifu. live a holy life. Bwana asifiwe sana. Praise God. Haleluya. Hallelujah. Punguza ujuaji, Reduce knowing too much. nyenyekea kwa Mungu. Humble yourself before Kwa God. nini nasema hivi? Why do I say this? Hakuna mateso mabaya kufa ndani ya shetani. There is no worse torture than to die in the devil. Haleluya. Hallelujah. Hapa duniani hakuna mateso. Here on earth, we don't have any torture. Kwa sababu gani? Why? Una uhuru wa kufanya chenye unataka. Because you have the freedom to do anything that you want. Mateso But suffering, mabaya bad suffering, ni kufa nje ya Yesu. is to die outside of Na pia Christ. hapa duniani hakuna raha. And here on earth, there is no joy. Raha The real joy ni mtu kufa ndani ya Yesu. is to somebody to die in Christ. Paulo anasema hivi, Paul says this. kitabu cha Wafilipi 1:26. The book of Philippians chapter 1 verse 26. Kuishi ni Kristo To live is in Christ na kufa ni faida. and to die is gain. Kwa hiyo tunapoishi So when we live, lazima tuishi Yesu. so we must live in Christ. Ili tunapokufa So when we die, ile benefit ya sisi kuishi katika Yesu katika mwili tutaipata. so the Haleluya. benefit of us living in Christ physically, we are going to get it. Ndio maana anasema kuishi ni Kristo That's why I say to live is Christ na kufa ni faida. and to die is gain. Bwana asifiwe sana. Praise God. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. You never know. Huwezi kujua. Alidozi ametuacha kama utani tu. Alidos has just left us just like a joke. Mimi nimepigiwa simu saa 12 asubuhi. I received a call at 6 a.m. Yaani nilishindwa nifanye nini? I didn't know what to do. Haleluya. Hallelujah. Na huzuni ni kubwa sana kwa sababu kijana huyu tulimhitaji endelee kuwepo, aendelee kumtumikia Mungu, aendelee kuimba.
And the sorrow is great because we still needed him alive so he can continue to sing. Mwezi mmoja alikuwa hapa tukisherehekea engagement ya ndugu yetu Ronald piga drums na alicheza sana hapo, waliokuwa mliona. Aliimba kweli. About a month ago he was here celebrating the engagement of our brother Ronald, and we could see he danced a lot and sang a lot as well. Leo hatuko naye. And today we don't have. Uchungu ni mwingi. We are very pained. Haubebeki. We cannot carry the pain. Lakini but Mungu anabaki kuwa Mungu. But God remains to be God. Haijalishi nini kimetokea. It does not matter what is taken place. Anabaki kuwa Mungu. He still remains to be God. Hallelujah. Hallelujah. Anasema tushukuru kwa kila jambo maana ni mapenzi yake. He says that we have to be thankful in every situation because that's good for us. Tuwe tayari kwa wakati unaofaa na wakati usiofaa. He says we have to be ready in every situation. Kwa hiyo familia, so family, my brother Musabel, tena ameoa dada yangu pia. He's also married my sister. Na mimi nimeoa kwao. And I married from his family. Kwa hiyo therefore, Mungu awatie nguvu. May God give you strength. Sio rahisi ile jambo. This is not an easy thing. Mungu atie nguvu. May God give you strength. As I finish, narudia tena. I'm repeating again. Vijana wa Columbus. Youth of Columbus. Mpendeni Mungu. Love God. Pendeni Mungu. Love God. Marafiki ulio nao. The friends that you have. Siku utakufa. The day that you die. Utaenda peke yako. You are going to go by yourself. Hautasema ni mchungaji, hautasema ni rafiki, ni mama, utakwenda. Kila mtu anakwenda vile vile alivyokuja. You are not going to go with a pastor or your friend. Everyone is going to go by themselves. African Community Columbus. The African community here in Columbus. Tumtumikie Mungu. Let us serve God. Hallelujah. Hallelujah. Tumtumikie Mungu. Let us serve God. Tengeneza maisha yako. Plan your life. Before ndugu yetu alituacha. Before our brother left us. Ndio mahubiri nimekuwa nikihubiri hapa, nakumbuka siku moja alikuwa amekaa pale anapenda kukaa ule upande wa pale nyuma pale. Alidozi. These are the preaching that I was preaching. I remember one day he was sitting at the corner there. Nikamwambia kanisa, I told the church, kipindi hichi ni cha neema. This is the time of grace. Na mwisho. And I tell them the grace has an end. Wa kutengeneza maisha yako. It's time for you to fix your life. Tukifa, so when we die, tukamwone Bwana. So we can see God. Hallelujah. Hallelujah. Basi kwa niaba ya kanisa, so on behalf of the church na familia and the family, tunapenda kuwashukuru. We would like to thank you. Mimi nimemalizia hapo. I'm finished here. Hallelujah. Hallelujah. Sasa huu ni wakati tunataka tuombee familia. So this is the time for us to pray for the family. Sasa tunataka tumalize hapa twende kuzika, tuonane jioni kule Kombe. Ningeomba mapasta wote, Pastor Makechi ndugu yangu, Bishop Elia, Papa Munyaka mje hapa mbele. I would like to call all the pastors up, Pastor Munyika, Pastor Makechi, and Pastor Elia, so we can pray for the family. Kama wewe ni pastor na uko hapa, so if you are a pastor and you are in this place, please also come up. Tutaombea familia. So together we can pray for the family. Kama wewe ni mtumishi wa Mungu, mchungaji uko hapa. If you are a servant of God, you are a pastor and you are in this place. Karibu hapa mbele. Mchungaji msaidizi. Just kuja tuombee. If you are a pastor, please come up. Basi nitaomba kwa heshima ya Mungu. I would like to, out of the respect of familia watakaa, tusimame sisi wote. We are all going to stand except the family is going to sit. Nitahando microphone hii kwa Pastor Naza ili atuongoze kwenye maombi, na sisi wachungaji wengine tutanyosha mikono kule kwa sababu ya familia, na uinue mkono wako, sema jambo kwa ajili ya familia. Bwana awabariki sana. Karibu Pastor. We are going to stretch our hands forward towards the family, and Pastor Nazel is going to lead us to prayer. Tuombe Mungu. Yes. Mtakatifu, mtakatifu Mungu wetu ulio pahali pa kuinuka, asubuhi hii tuone tena mbele zako Bwana wetu. Ni kweli tuko ndani ya nyumba yako Baba asubuhi hii,
na tuna sababu Mungu ilituleta ndani ya ukumbi huyu. Baba, ona kinachotukusanyisha ni juu ya ndugu yetu marehemu Alidos. Mungu anatuacha. Mungu, tunajua kama ulimpenda Baba kutuzidi, na ndiyo maana hatuna Mungu na wasiwasi yoyote na kurudia mbele zako asubuhi hii Mungu, na kuinua sauti yetu na kusema asante, kwa sababu Baba yote inapitikana Mungu mbele ya macho yetu, ina sababu na ni kwa upendo wako Mungu. Kwa hiyo Baba, acha tukuonyeshe Mungu familia kubwa kama kanisa. Tunainua mikono Mungu na kusema Baba, uendelee kuwa na familia yetu Baba, uendelee Mungu kufurahisha familia hii Baba. Tunajua sio Mungu muda rahisi wa kushikia hii kitu Mungu na kusimama, lakini wakati tuko mbele zako ulisema yoyote Mungu mabaya mazuri tuje mbele zako na kukushukuru. Na tunajua Baba, muda huyu sio muda Mungu akukata tamaa, lakini uendelee kutuongoza, kwa sababu yote tunafanya ni kwa sababu tuone ufalme wako. Mungu wetu, acha uendelee kututendea vyema asubuhi ya leo kwa programu hii yote. Mungu,iongoze na Roho Mtakatifu, kwa sababu ni watakatifu wanasimama mbele zako na kukuita kusudi ushindwe Baba. Fanya kazi na tenda kazi tangu mwanzo mpaka mwisho wa programu hii. Tunakutia mbele, endelea kutenda mema na kubariki watu wako, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini hayo. Sisi wote tuseme amen. Amen. Pigia Bwana makofi kwa ajili ya maombi. Let's love the Lord because of prayers. Thank you, pastors. May God bless you. Bwana wabariki sana. May God bless you. Sasa ibada imeishia hapa. So our service ends here. Sasa tutakwenda kuviwa mwili. At this time we are going to view the body. Kwa hiyo ule mlango utafunguliwa pale. So the door on the right is going to be open. Kwa hiyo watu watakuwa, tutaanza nyuma kuja namna hii. Tukitoka tunakwenda kwenye makaburi moja kwa moja. So we are going to start from the people who are behind. We are going to come up, view the body. Tutaanza na familia kwanza. We are going tutaanza na familia, watakuja kuona mwili. Baada ya hapo tutakuwa tunaenda hivyo. Alafu baada ya familia tuanze mbele ama nyuma? Tuanze back. From the back. Yes. Okay. Kwa hiyo tunaanza nyuma. Yes. Kwa hiyo tutaanza na familia kwanza na wachungaji na watumishi. Tukimaliza tunaanza nyuma, tunakuja namna hii. Unaona mwili tunatoka, alafu mwisho tutatoa casket nje, tutaelekea malaloni. Haleluya. Okay, tumecheje kidogo. Familia itakuwa the last. Yeah. Yes, the family is going to be the last to view, so they get time alone. Yeah. Okay, so familia itakuwa ya mwisho. So the family will be the last to Tutaanza na view. watumishi. So we're going to start with the servants of God. Sasa kuna maoni mawili. Tuanze nyuma mbele. Hapa nimeambia tuanze na mbele. Wale ambao mnajua protocol, tunaanza mbele nyuma. Time. Tufuate protocol. Protocol, tunafuata protocol. Pigia Bwana makofi. Hallelujah. So, tutaanza na watumishi. So, you are welcome sir, you can come to open the casket. Alafu watumishi wataanza, alafu tunaanza mbele. Tunatoka kwenye ule mlango, tunakwenda kuingia kwenye gari. Tunaweza kusubiriana kwenye magari pale. We can wait for each other outside on the parking lot. Hallelujah. Kwa hiyo waimbaji endelee kutuimbia sasa wimbo.
Wazee wa kanisa wa hapa. No, this is not. I don't use it for the people that wait there. And right now, in the good times and bad, you are strong.
Malizia sasa, tutaenda kwenye muziki Manaloni. Tukitoka kule tutakutana pale kwenye ukumbi kuanzia saa 8. Wale ambao mna flyer, adresi ya kwenye ukumbi iko pale. Kwa hiyo tunamalizia sasa, familia wanamalizia, alafu tutaanza safari ya kwenda. Watu wanaendesha gari, watu wanalala, kufa sio umwe.
Sire atasira bidini. Alama bo. Alama bo. Wa ila washika. Mimi nani zile kuna vya kawaida. Ni Mungu alisema hivyo. Baada ya mwanadamu kufanya dhambi, bisobe abakuwa shirini. Mangula wana nyakwa ina uje wewe nanya kwa mvuni. Mike. Anyas. Watenda wewe. Yeah. Inaumiza lakini kwa Mungu sio Unafunga. ni Mungu kama mwanadamu tunasikia uchungu. Kijana wetu miaka midogo amekufa kwenye thamani ya hii miaka mingi. Haleluya. Ah, kuna sawa. Na mtu yeyote. Amena. Kutoka kianza tutasogea mbele. Tunasherehekea maisha yake pia. Bila amefanya kazi. Haleluya. Amen. Kwa hiyo mimi nimemalizia hapo, naona bishop yuko hapa Elia. Kama kuna wachungaji hapa. Baba yangu yuko hapa. Haleluya. Wengine wako hapa wachungaji, watumishi wa Mungu. Pastor Makechi, dada Esther Maombi wako hapa. Ya wachungaji, watumishi. Haijalishi ni wa Columbus, si wa Columbus. Kama umetoka out of state, sijeni tu. Kama wachungaji wa Mungu. Haleluya. Wa Mungu hao kwa mafuta. Haleluya. Wakihubiria Jumapili mnasikiliza. Haleluya. Mnasikiliza. Amen. Basi tutakwenda kuomba. Kisha unayo kamera. Wewe ndama bo. Kuonekane kuongoza safari ya huyu kijana. Yesu mwili huu. wapokeaji walio ngambo ya bahari wapokee. Yesu, andamano kubwa lifanyike huko kwa ajili ya huyu kijana. Mungu wetu, maisha yake tunayakabidhi mikononi mwako. Tenda makuu, tenda makuu. Yesu, ona familia yoniacha, ihudumie usiku na mchana. Tenda kazi kwa wote mwaminifu na wahaki. Tunaomba mkono wako kama mchana, pendo lako lidumu kwa wote. Yesu, aliyeungana na uwezo wote, andaa kanisa lilokuwepo, kanisa lielekezo tunaingia kuona. Katika wote mapenzi yako mkono wako onekane katika kanisa lilokuwepo, mkono wako onekane katika familia aliyoacha. Yesu, tunawaleta wote mbele yako Baba, usitenda makuu ya neema ya Yesu Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen. Asanteni. Sasa tutapisha njia, ndugu zetu watakuja, tutapeleka mwili pale. Tukienda pale, wale ambao mnajisikia kuimbisha nyimbo waendelee kuimba nyimbo behind scene. Tutapeleka mwili pale, alafu familia tutakuwa mwongozo kufika pale. Ora dia. La oh no. Olentom olo na Columbus yobe. La oh no, saya. Saya. Bunda.
Peleka kule nyuma. Ngamo tena. Molekawa. Quase uma coisa boa. Mimi nilikuwa naye siku mwali nyambia muyomba kuko mama moya hapa na teso juu ya kulipa nyumba, lakini mimi nilitoa ile kidogo na kulipia nyumba. Nilikuwa naongea na alipata mtu akasikia kama kumu anamsaidia. Ni mtoto alikuwa tajiri na alijipenda sana na alikuwa na akili na alikuwa na souvenir na watu mingi ya mapenzi, na tuendelee na kama mapenzi ya Lidose. Naona kisi tunazika Lidose, tuko na huzuni na furaha pia. Basi asante kwa Mungu kwa ujio wenu. Jambo kwa wote tena. Asante sana wangu. Kwa hiyo kwa sababu ya mvua na nini, asante. Wapatie baada ya hapo. Haya, tuzike. Amen. Pigia Bwana makofi. Haleluya, asante sana. Sasa tunataka tuendelee, familia itakuja, itaweka udongo mmoja baada ya mwingine. Baada ya familia, wachungaji watakuja kuweka udongo. Baada ya wachungaji, basi tutaacha nafasi na wale wengine marafiki, familia wataweka maua. Baada ya familia kuweka maua, wanakwaya wa kanisa wana maua, watakuja kuweka maua. Haleluya. Kwa hiyo tunaanza na familia, udongo mmoja baada ya mwingine. Tukimaliza wachungaji, baada ya wachungaji watakuja kuweka udongo, alafu baada ya hapo tutaweka maua. Tusamehe kwa sababu wameweka mchanga, tuwasamehe tu. Ni mistake. Amen. Haya, nani familia? Wadada zetu. Nataka tuombe. Nataka na niko. Wangu wadada. Kushika na nini?
Samani kidogo. Familia.
machofu hapo. Unaona kwa foto. Ini bingung kok ngancam. Itu aja. Kuna kombo fimbo obowa. Uli yungwa, pasi kugawada. Ya tuko vya kabisa. Hata niwa. Baru kau bunda bang. Cheki nyumbani. Kwa simu. Bila kule downtown cheki. Kosa tengeneza moyo au kutia sauti kanitumia. Nilikuwa niko naitumika kutia sauti, sasa simu yangu iliangilia kabisa.